Nikwambie kitu. Kuna watu huwa wanafikiria wanakujua sana. Au wanajua historia yako zaidi hata kuliko Mungu mwenye alikuumba. Kwa sababu kwa vile wanakuona, ama vile wanakufikiria. Lakini nataka nikuambie. Kuna kitu wanajua yako. Wao historia yenye wanaweza peana ni ile tu yenye wanakuona au vile tu wanakuonaga. Sababu umeinteract na wao. Lakini hawakujui beyond that, hakuna kitu ingine wanajua kwako. Hakuna kitu ingine wanaweza kujua. Na kwa sababu hakuna kitu ingine wanaweza kuwa wanajua juu yako, wanajaribu in all means kuweka chini. Lakini kwa sababu hawajui historia yako, Mungu naye anasimama anasema, mimi ndio najua. Mimi ndio nimeandika historia ya huyu mwanangu. Kwa sababu hata David akiwa na ndugu zake walifikiria wanamjua zaidi. Sababu si yeye ndiye alikuwa anaamka anaenda kulisha kwa malishoni huko, sababu yeye ndiye alikuwa last born. So wao walimjua tu kama mtu anakaa malishoni, mtu anakaa huko kulisha mifugo. Ndiye last born wetu, ndiye tunamwaminia mifugo. Hiyo tu ndio walimjua, lakini hawakumjua zaidi ya kwamba David asha-anointiwa na Mungu. Na David hadithi yake iliandikwa na Mungu, historia yake iliandikwa na Mungu. Kwa sababu hata wakati alikuja vitani wakati alikuja vitani, hata Saul alitaka kumvalisha mavazi ya vita, lakini David akakataa because alikuwa anajua hadithi yangu, historia yangu imeandikwa na Mungu. Akakataa. Na wakati alienda vitani, ndugu zake wakamuona wakamuuliza, wewe umekuja kufanya nini hapa? Hapa hakuna kazi yako. Rudi. Lakini David hakuwasikiza because alijua historia yangu imeandikwa na Mungu. Hadithi yangu imeandikwa na Mungu. Hallelujah. Na vile ndugu zake walikuwa wanamjua, si vile David alikuwa. Sababu hadithi yake, historia yake ni Mungu alikuwa ameiandika. Sio ndugu yake, si ndugu zake, si baba yake, lakini Mungu mwenyewe ndiye alikuwa ameandika. Na kwa sababu David alikuwa anajua historia yangu imeandikwa na Mungu, nitaweza kumaliza hii kitu, nitamalizana nayo leo. Ndiposa akaenda, alienda tu kama mtu wa kawaida. Hakuwa na mavazi, hakuwa na anything on a stone. Alikuwa tu na mawe peke yake. Hadi aliweza kumaliza Goliath nayo. Kwa nini? Kwa sababu alijua aliyeandika historia yangu ndiye ataweza kunipatia uwezo. Ina maana nini? Ndugu zake walimjua vile walimjua, lakini kuna vile Mungu alijua David. Na wakati walifikiria wanamjua, kumbe David huko katika malishoni, maandiko inasema ya kwamba yeye ndiye alikuwa anaua simba, alikuwa anaua bears huko. Hawakuwa huko. Alikuwa anaua zile vitu zinakuja kuataki mifugo, yeye ndiye anaziua. Kwa sababu alikuwa anajua historia yake ni Mungu ako nayo. Hata wewe vile watu wanakuona, wachana na wao, kwa sababu historia yako ni Mungu ameiandika, si wao. Unaona hao watu uko na wao, hao marafiki, hao watu wako, hao watu wenu, vile wanakujua si vile Mungu anakujua. Vile wanakuonanga si vile Mungu huwa anakuona. Jua ya kwamba wewe ni mtu wa maana na historia yako imeandikwa na Mungu. Mungu ndiye ameandika historia yako, si mwanadamu. Wewe ni wa maana.